kama wanaonewa, sijui kwa sababu ni weusi kama mimi. Wao watu wanawindwa kama swara. Kila siku wanauawa, ng'ombe zao zinachukuliwa. Hapo Isiolo ile maneno yanafanyika ni mambo hatuwezi kubali. Wameru pale Igembe North wameumizwa, wanalia. Wameuawa karibu 140,000. Mifugo ng'ombe karibu 12,000. Mbuzi 500,000 ya Wameru imeenda pale. Isiolo imekuwa ni kama captured, county ya Isiolo. Hakuna usalama. Hakuna mtu ana uhakika akienda kama atarudi nyumbani. Watu wanapigia watoto yao simu usiku wakiwa Nairobi. Mtuombee, hatujui kama tutaamuka asubuhi. Vile wanavamiwa. Na huyu Kasongo na waziri wake anaitwa Kipchumba. Kazi yao tu ni kupora mali ya Kenya. Na shida iko katika sekta ya usalama. Kwa sababu polisi wameniongelesha. DCI wameniongelesha. National Intelligence Service wameniongelesha. Shida ni kwamba ile pesa ya security operations Kasongo amechukua yote. Unajua kuna ile pesa ambayo haiendi through audit ya kutafuta information, polisi wanapewa kunusanusa maneno, kulipalipa information ndio wajue ile maneno yanapangwa. Hii pesa yote pale internal security zaidi ya 5 billion shillings ambaye ni ya security operations. Kasongo na Murkomen wamechukua yote. There is no money available to security agencies waweze kuwa na intelligence ya kujua nini napangwa. Maofisa wote wa SOG, wa GSU, wa polisi, they are demoralized. Allowances hakuna. Sasa wakiambiwa waende kazi kupigana na adui wanashindwa kuamuka. Hata wale wanalida president wa presidential escort hawajapata allowances miezi 5. Huyu jamaa pesa yote ya usalama amechukua. Ile imepelekwa through the National Intelligence Service 10 billion amechukua, amepeleka State House. Ingine imeenda through DMI, Director of Military Intelligence, amechukua. Hii pesa yote unaona akihonga watu wakiwa na soprano ni pesa ya usalama. Now that is why the security situation in the country is as its worst since independence. Kwa sababu pesa ya usalama ya kusaidia security agencies kufanya kazi yao, William Ruto amechukua wakiwa na soprano, wamedivert hiyo pesa, ndio hii anahonga nayo watu kila siku. Juzi amekuja hapa huyu soprano, anaita wazee wa Embu na Watharaka, anawapatia kila mtu 2,000 ati wagawanye jamii ya Mlima. Wazee wanauliza, tangu zamani kazi ya wazee ni kuleta watu pamoja. Sasa hii tunaambiwa tugawanye watu, hii ni kazi gani? Wazee wameshangaa sana. Wameenda nyumbani wakiwa na huzuni, roho imechafuka. Ati mtu najiita deputy president ambaye ni Bonoko hajachaguliwa na mtu yeyote. Ama nyinyi mlichagua hii soprano? Mnajua Mungu na haja na Sasa anapea wazee 2,000. Wazee, rais amenituma mtusaidie kugawanya Mlima. Wazee wanashindwa kulala, kuaibika. Wanauliza tangu zamani sisi wazee kazi yetu ni kuleta jamii pamoja. Hii tunatumwa na soprano tukagawanye, tutaanzia wapi? Wazee wamenitumania, wameniambia tutaki hiyo ujinga. Sasa pale Isiolo, the government has abandoned the people of Isiolo. They are on their own. Wako peke yao. Polisi wako pale, hakuna kazi. They have no fuel. Hawana allowances. Hawana buduki. Hawana uniform. They are demoralized. Because President William Ruto and Murkomen and Kindiki na ndio nchi imeisha. Saa ile wakora wamejua polisi wataki kuenda kazi.
Barasa haifanyi kazi. Gunsu amechukue. Sasa ndio gunsu wako kila pahali wanahangaisha wa Kenya. Left, right and center. Ati huyu waziri ya Ruto anasema ati wewe ukijua pahali gunsu wako na polisi wameconfirm ati wewe usiende hapo. Sasa tunauliza sasa kanisani kwa sababu gunsu walikuja Osis Cathedral watu wasiende kanisani? Kijana mtukutu wameiba mali ya Kenya, kichwa imefura. Wanaongelesha wa Kenya vile wanataka. Ati waziri anaambia watu ati ukisikia guns na polisi wameconfirm guns ati usiende. Sasa kama polisi wameconfirm guns si wawashike? Sasa juzi kijana moja mbunge ya Mukurweini amesema wewe Kasongo tengeneza department ya guns ya 411 ya kujulisha wa Kenya pahali guns wako ndio wasiende wapi? Mtu saidie. Sababu waziri amesema ukisikia iko guns usiende hapo. Vile guns wamejaa Kenya nzima, watusaidie wafungue department ya kueleza wa Kenya pahali guns ndio wasiende hapo, wasiumie. Mimi nasikia vibaya sana. Hasa ile kitu tunafanya mimi roho yangu iuthike. Na nikuwe na uchungu. Na nishindwe mpaka kulala. Ni kwa sababu huyu Kasongo mimi ndio nilimsaidia. Mimi na hii watu ya Mlima tulimpatia kura milioni 4.